Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Popote ulipo mtumishi wa Bwana unayenitazama kupitia chaneli hii ya Modest Konga. Kwa majina naitwa Modest Konga, ni mwalimu wa neno la Mungu. Ninamtumikia Mungu katika kanisa la Safina Assemblies of God ambalo lipo chini ya mchungaji na mwimbaji Boniface Patson Mwaitege. Tupo Tanzania, Dar es Salaam, maeneo ya Ukonga. Ukifika hapo basi utakuwa umefika kanisani kwa mchungaji Boniface Mwaitege. Nikukaribishe kwenye kusikia mafundisho ya neno la Mungu kwa mara nyingine tena. Na leo tutakuwa na kichwa cha somo kinachohusiana na madhabahu. Kwa nini Mungu imempendeza tuweze kujifunza kwa habari ya madhabahu? Maisha ya mwanadamu, vitu vyake vyote ambavyo anavifanya, msimamizi mkuu ni madhabahu. Na kwa nini maisha ya mwanadamu yanaendeshwa kimadhabahu? Kwa sababu ulimwengu huu ambao tunauishi na kuukaa uliumbwa kwa ibada. Na kama uliumbwa kwa ibada, hata mifumo yetu ya maisha imekaa katika namna ya ibada ili kufanikiwa au kukwama, kwenda mbele au kurudi nyuma. Hivi vyote ibada ndio inayo operate. Sasa wengi huwa wanaendesha maisha kwa kawaida na wamejikuta hawafanikiwi kwa sababu wanasahau kwamba ulimwengu uliumbwa kwa ibada. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa lazima uingie kwenye muundo wa ibada. Na hata wale ambao wanapambana kukufirisha hawawezi kukufirisha bila kufanya ibada. Kwa hiyo tunagundua ibada ndio njia kuu ya kumsababisha mwanadamu aidha afanikiwe au akwame kwenye mambo yake kimaisha, katika mambo yote. Ndio maana leo Mungu imempendeza tuweze kuzungumza au kujifunza kwa habari ya kichwa cha somo kinachosema ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunakwenda kusoma maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 27. Naanza kusoma mstari wa kwanza mpaka pale 6. Biblia inasema, Musa na wazee wa Israeli wakawaagiza wale watu, wakawaambia, shikeni maagizo yote niwaagizayo leo, na iwe siku mtakayovuka Yordani kwenda nchi akupayo Bwana Mungu wako, ujisimamishie mawe makubwa, ukayatalize matalizo, uyaandike maneno yote ya Torati hii juu yake utakapokwisha kuvuka, ili upate kuingia nchi akupayo Bwana Mungu wako, nchi imiminikayo maziwa na asali, kama alivyokuahidi Bwana Mungu wa baba zako. Na iwe mtakapokwisha vuka Yordani, myasimamishe mawe haya niwaagizayo hivi leo katika mlima Ebali, nawe yatalize matalizo, na huko umjengee madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe,
usitumie chombo cha chuma juu yake. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yasiyochongwa, ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka za kuteketezwa juu yake. Ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka za kuteketezwa juu yake. Ukamtolee Bwana sadaka za kuteketezwa juu yake. Penzi mtazamaji, madhabahu ni eneo pekee ambalo linatumika na mwanadamu yoyote ambaye yupo mwilini, anasimama kwenda kuwasiliana na ulimwengu wa roho ili aweze kufanya chochote ndani ya mahitaji yake. Hata katika kupigana, unapotaka kupigana na kitu chochote, unapotaka kufanya kitu chochote, lazima utumie njia ya madhabahu. Madhabahu ni njia ambayo Mungu aliiweka katika mfumo kikanuni, kwamba mwanadamu atakuwa anasimama pale kuwasiliana na Mungu kupitia kuhani. Hakuna madhabahu inayoitwa madhabahu kama haina kuhani. Manake madhabahu ni mahali ambapo mwanadamu anaenda aweze kuwasiliana na Mungu. Ina maana vitu vitoke kwa mwanadamu viende kwa Mungu na kutoka kwa Mungu kwenda kwa mwanadamu. Lakini Mungu aliweka utaratibu kwamba kwenye madhabahu kati ya Mungu na mwanadamu kuna mtu ambaye anakuwa ni kiunganishi cha madhabahu. Na kwa sababu zipo madhabahu mbili, madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu ya giza, maana yake ya shetani. Hizi madhabahu mifumo yake ya utendaji kazi katika ulimwengu wa roho ni inafanana, ila tofauti ni kwamba madhabahu nyingine inahusiana na mambo ya giza, nyingine inahusiana na mambo ya nuru, lakini operesheni zake zipo vile vile na usimamizi wake, utendakazi wake upo vile vile. Hiyo ndiyo madhabahu. Sasa unapotaka kufanya kitu chochote kwa namna ambayo ni ya kiroho, aidha unataka kiwepo au kisiwepo, lazima utumie njia ya madhabahu. Unapotaka kufanya kitu chochote, unataka aidha kitu kiwepo ambacho hakikuwepo, au unataka kilichokuwepo hakitakiwi kiondoke, ni lazima upite katika mfumo wa madhabahu. Maana madhabahu ndiyo njia ya kuingia katika ulimwengu wa roho kwenda kwa Mungu, lakini unapitia kwa msimamizi aliyowekwa kimadhabahu, ambaye amewekwa kama msimamizi, kiunganishi kati ya wewe na Mungu. Kuna kuwepo na kiunganishi. Kwa wale ambao wapo makanisani, kiunganishi ni kuhani wa ile madhabahu. Yeye ndio anakuunganisha wewe na Mungu. Maana yake unaenda kwake, alafu kifika kwake, yeye anasimama kwako, anachukua vya kwako anapeleka kwa Mungu, na anachukua kwa Mungu analeta kwako. Wale ambao wanaamini madhabahu za kishetani, za kipepo, za giza, na wenyewe mfumo wao ni ule ule, lazima uwepo kuhani wa madhabahu ambaye anakuwa ni waganga wa kienyeji, wafuga majini na wengine wote ambao wanahusiana. Kwa hiyo lazima mtu anaenda pale ili anakutana na yule ni kiunganishi baina ya yeye ambaye ameenda yuko na tatizo lake pamoja na Mungu. Kwa hiyo kuna kuwepo na mtu hapa ambaye ni kiunganishi, ambaye yeye ndio anachukua vya kwako anavipeleka kwa Mungu, na anavichukua kwa Mungu anavileta kwako. Yeye ni kiunganishi. Sasa wengi katika maisha yetu tunazungukwa na mambo mengi, hasa matatizo ambayo hatujawahi fikiria kwamba matatizo tunayoyapitia
yanakuja kwa njia ya kimadhabahu. Matatizo tunayoyapitia yanakuja kwa mfumo na muundo wa kimadhabahu. Maana yake kuna watu wana madhabahu yao, wanasimama kwenye madhabahu, wanaanza kuunda vitu vilivyokaa kama matatizo, kama shida, kama magonjwa, kama mauti, kama kufukuzwa kazi, kama kushushwa cheo, kama kupunguzwa mshahara, kama kukosa kibali, kama kupata ajali. Hivi vitu kuna watu wanasimama kwenye madhabahu, wanavitengeneza kimadhabahu, alafu wanaviachiria kimadhabahu, kwa njia ya madhabahu vinakuja kwako. Sasa inakuwa ni shida kwa tatizo lililotengenezwa kimadhabahu na madhabahu. Yaani adui anasimama kwenye madhabahu, analitengeneza tatizo, alafu linakuja linampata mtu ambaye hana madhabahu. Huyu mtu mara nyingi anajikuta hata kama akijua kwamba tatizo limekujaje, mara nyingi mwisho wake unakuwa ni mbaya, maana adui yake ana madhabahu lakini yeye hana madhabahu. Na kwa sababu Biblia inasema kwamba madhabahu ndipo ambapo watu wanafanya ibada, watu wananuiza mambo yao, watu wanatengeneza mambo yao, lakini watu wanatoa sadaka. Maana madhabahu inalishwa, madhabahu inakuwa hai kwa kula chakula. Sasa chakula cha madhabahu ni sadaka, chakula cha madhabahu ni kafara, chakula cha madhabahu ni matoleo. Chakula cha matoleo, sadaka, kafara ndio inayofanya madhabahu yako iwe na nguvu. Kama hakuna sadaka, maana yake hakuna madhabahu. Wengi sio kwamba hawana madhabahu, wengi wana madhabahu, lakini kiwango cha utendaji kazi wa madhabahu kimetofautiana. Wengi wako na madhabahu, lakini madhabahu haziwezi fanya chochote, maana madhabahu hazijala, madhabahu hazilishwi, kwa hiyo hazina nguvu. Kwa hiyo japokuwa wanaabudu, japokuwa wanafanya ibada, lakini ibada hazina nguvu ya kuwaepusha na matatizo, changamoto, majanga, uharibifu, kwa sababu adui yake, madhabahu yake ina nguvu kuliko madhabahu ya yeye ambaye ametumiwa mashambulizi. Ndiyo maana pamoja na kwamba uko na madhabahu unaabudu, lakini ukitumiwa ugonjwa unakupata, unakuua. Pamoja na kwamba uko na madhabahu unaabudu, lakini watu wakienda kwenye madhabahu yao, wachawi wakaamua kukunyang'anya cheo, wanafanikiwa. Pamoja na kwamba uko na madhabahu, watu wakiiwinda hiyo nafasi yako ambayo uko nayo hapo kazini, wanafanikiwa. Kiasi kwamba unashindwa kuelewa kwamba tatizo ni nini. Maana ninayo madhabahu, ninafanya ibada, ninaomba, lakini kila kinachoamuliwa kwangu lazima kinipate. Mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, somo hili la siku ya leo linahusiana na madhabahu. Ni kweli unafanya ibada, lakini madhabahu yako haiko hai, haina nguvu, inashindwa, inamezwa na nguvu ya upinzani. Maana wanaopigana na wewe wakienda kwenye madhabahu, wanatoa sadaka zao, wanatoa damu za ndugu zao, wanatoa ng'ombe, wanyama, ili kukuharibia wewe. Lakini wewe madhabahu yako haili chochote, kiasi kwamba madhabahu ya maadui zako imeshiba, ina nguvu ya kufanya chochote kwenye maisha yako. Ndio maana mpaka sasa kwenye madhabahu ya maadui walisema ndoa yako ivunjike, imeshavunjika. Walisema mahusiano yako yaharibike, yameharibika. Walisema mume wako awe mlevi, tayari ameshaanza kuwa mlevi. Walisema mpate ajali, tayari kwenye familia yako watu wanapata ajali sana, kwa sababu madhabahu ya maadui zako iko hai na inalishwa kila siku chakula kizito kizito, lakini madhabahu yako wewe imekufa, ni mfu, haina uwezo wa kufanya chochote. Kumbuka Elia wakati amesimama kwenye madhabahu, na bahari naye alisimama kwenye madhabahu, ile miungu ya bahari.
Watu waliokuwa na abudu ile miungu ya bahari waliita Mungu kwenye madhabahu yao. Mungu hakushuka. Hakushuka kwa nini? Mungu hawezi kushuka kwenye madhabahu ambayo iko hai kuliko ile nyingine, kwenye madhabahu ambayo iko hai. Madhabahu zidi ya madhabahu mbili haziwezi kukaa pamoja. Lazima madhabahu ambayo haina nguvu inyamaze, iachie nafasi madhabahu yenye nguvu iweze kufanyaje? Iweze kufanya kazi. Kwa hiyo miungu ya bahari madhabahu yao ilinyamaza, alafu madhabahu ya Elia ya Mungu aliye hai ikafanya kazi. Kwa hiyo ndio mfano huo kwamba uko na madhabahu, uko na baba yako wa kiroho, lakini madhabahu yako wewe haiko hai, kwa sababu madhabahu yako haili. Hata wewe mwenyewe usipokula, usipokunywa, hauwezi kuwa na nguvu, hauwezi kuwa na uhai. Madhabahu inalishwa ndipo ifanye kazi kwenye maisha yako. Sasa madhabahu ya wachawi, madhabahu ya wafuga majini imekuwa hai, maana kila wiki wanachinja ng'ombe. Ndio maana unakuta wanapata pesa zinajaa, wanamiliki utajiri, wanazidi kununua magari, wanazidi kupanda vyeo kila siku, wanazidi kunufaika, tenda kubwa kubwa wanazipata. Lakini wewe madhabahu yako unaenda maneno matupu, unafanya ibada, unaomba, lakini hauilishi madhabahu. Madhabahu yako iko wiki, haina uwezo wa kukutetea, hata na vitu vidogo vidogo haina uwezo. Leo ninaomba gundua siri ya madhabahu. Madhabahu ni maisha ya mwanadamu. Mahali popote papo mwanadamu yupo, anaishi kimadhabahu. Kama sio madhabahu ya shetani, basi madhabahu ya Mungu aliye hai. Na hizi madhabahu ili zifanye kazi na kuleta majibu, lazima ziwe na nguvu. Na madhabahu ili iwe na nguvu, lazima ile ilishwe. Na madhabahu ikilishwa, ina uwezo wa kukupigania, ina uwezo wa kukushindia, ina uwezo wa kukuvusha, ina uwezo wa kukushindia maadui ambao hata kabla hawajakufikia, madhabahu inapambana nao huko, inawapanchi wanapotea. Ina uwezo wa kuishikilia hiyo kazi yako, ina uwezo wa kukuzuia magonjwa ambayo watu wanakaa, wanawanga, wananuiza ili yakupate. Madhabahu yako kama ina nguvu, itabroko hata kabla hajakufikia. Madhabahu yako kama ikiwa hai, hata ajali zinazopangwa hazitakufikia, hata mauti ambazo zinatumwa na watu hazitakufikia. Kuna watu wanakufa mapema kwa sababu ajali zinapangwa na hakuna cha kuwatetea. Madhabahu zao haziko hai. Madhabahu za maadui zinafanya kazi kwenye maisha yao, hata kama wao hawakutaka. Wanajikuta misiba haishi, ajali haziishi, wanafukuzwa kazi. Elimu zao ni kubwa, wamesoma sana, wengine ni maprofesa, madigrii mengi, lakini kazi wanazozifanya ni sawa na mtu wa certificate, kwa sababu madhabahu zao zipo kimya na haziwezi sema, maana haziko hai. Leo ninakwambia mwanadamu ameumbwa kwa mfumo wa ibada. Maisha yake yanaendeshwa kimadhabahu. Kama hakutakuwa na madhabahu inayofanya kazi kwenye maisha yako, hauwezi fanikiwa katika jambo lolote. Kuanzia leo ninakupa ufunuo mpya kwamba maisha yako ni madhabahu. Bila madhabahu utabaki hivyo hivyo, bila madhabahu utaendelea kusota, bila madhabahu hautavuka hatua yoyote, kwa sababu maisha ya mwanadamu aliumbwa kwa ibada. Maana yake Mungu alitamka kwamba iwe nuru, ikawa nuru. Sema iwe giza, ikawa giza. Maana yake hakuna kitu kilionekana kinaliumba giza, hakuna kitu kilionekana kinaumba nuru. Ni kwa neno, maana yake ibada. Kwa hiyo hata vitu vyako ambavyo unataka vifanyike ni kwa neno, kwa ibada. Kinachofanya ni madhabahu. Hata maadui wakitaka kukuharibia ni kwa neno au ibada. Ndio maana unaharibikiwa. Kuanzia leo ninakuombea kwa Bwana, ninakuombea kwa Mungu aliye hai, aibadilisha mtazamo. Ujue kwamba unatakiwa uwe na madhabahu ili uweze kupenya kwenye mambo yako, ili uweze kupata hizo tenda, ili uweze kufaulu masomo yako, ili watoto wako wasiharibike, ili hiyo kazi iendelee kuwa ya kwako, ili cheo uweze kupanda. Uweze panda bila madhabahu. Ndio maana wenzako wanakesha kwa waganga ili wapandishe cheo, na cheo chenyewe wanachopandisha ndio ilichokalia wewe. Bila madhabahu hautaweza kukaa hapo, maana wanashinda wanawanga huko, wanatafuta hicho cheo chako. Kuanzia leo ninakuombea, tafuta nguvu ya kimadhabahu ili uweze kusurvive kwenye mambo yako, ili usife mapema, usipate ajali, usiingie kwenye madhara.
kama Mungu aishivyo. Pokea neema katika jina la Yesu Kristo. Amen.